Kinga mkono Iguru Mirembe. Mefurahi nimewaletea rais. Leo tumepata president wetu Mbale, si ndio? Rais, watu wetu ni wazuri, wanakupenda. Na leo alikuwa anatupatia mradi ya maji. Lakini pia si ndio? Vile vile tuko na kiwanda yetu ya Mudete Tea Factory. Aweze Haya, wapi gavana? Kuja upande huu. Basi, watu wangu wa Vihiga oye! Vihiga oye! Mumekaribisha rais wetu! Mumekaribisha rais wetu! Leo nasema asante sana kwa rais wetu. Leo ameingia Vihiga. Na ameingia Vihiga na maendeleo. Munajua Otichilo ni mchapakazi na kazi yake ni maendeleo. Na leo president amekuja hapa kwa ajili ya maendeleo. Na tumezungumza naye na amekubali atafanya maendeleo mengi sana hapa. Na yeye atamuelezea. Kwa hivyo naambia president wetu, karibu Vihiga. Vihiga tunapenda wewe na tunataka maendeleo. Karibu sana. Haya. Haya. Hewani hivi watu wa Vihiga na Mbale. Basi wacha jameni, wacha kwanza niseme asante. Mimi nilikuja hapa nikaomba kura yenu. Si nilihangaika hapa sana nikitafuta kura jameni. Nyinyi ni mkao wangwana, mkao watu wa Mungu, mkatupatia kura zenu, mkatuongezea maombi, naye Mungu akatupatia ushindi. Mimi nataka niseme asante sana Vihiga na Mbale. Watu wa Vihiga, mimi nawashukuru jameni. Niliwaambia hii serikali tutaunda pamoja na nyinyi. Si ni kweli? Niliwaambia huyo Mwami Musalia Mudavadi ataunda hii serikali na mimi. Niliwaambia Moses Wetangula ataunda serikali na mimi. Niliwaambia hawa viongozi wote tutapanga kadi na wewe na wao. Mimi leo nimekuja hapa. Na nimekuja hapa sio matembezi. Nimekuja hapa mpango yenu ya maendeleo. Tunaelewana? Kwa sababu tulikubaliana na nyinyi ya kwamba tukimaliza uchaguzi sio kitendawili itaanza, ni maendeleo ndio itaendelea. Ama tulikubaliana namna gani? Hata hawa jamaa wanajaribu kutuletea kitendawili ya maandamano. Mimi nimewaambia hakuna maandamano, wawache upuzi. Nijue kama tunaelewana. Tunaelewana watu wa Vihiga? Leo nimekuja mambo ya maji. Wakati nilikuwa hapa niliwaeleza kuna mradi wa maji. Sasa hiyo mradi wa maji tumekamilisha. Tumeweka pale 1.2 billion ya maji ya Vihiga County. Na kupitia hiyo mradi wa maji tumejenga damu kubwa pale Kaimosi. Na hii maji itakuja Kaimosi, itakuja Shamahoho, itakuja hapa Mbale, itaenda mpaka Chabakali, itaenda Maseno na itaenda mpaka Luanda. Hiyo maji sisi tumepanga vizuri. Tayari tumejenga damu, tayari tumeweka tanks ambayo itakuwa ya storage, na mimi nataka niwahakikishie treatment works tumeweka pale Kaimosi treatment works. Tumeweka hapa Mbale treatment works. Pale Maseno tumeweka treatment works ingine. Na mimi nimekubaliana na gavana wenu. Kwa sababu sasa tuko na maji. Na maji imejaa kwa matank. Na wananchi hawana maji. Sasa safari ya kupeleka maji kwa manyumba yenu inaanza leo. Mimi nimekubaliana na gavana wenu. Sawa sawa. Ile kazi ya last mile, kazi ya kutoa maji kwa tank kupeleka kwa nyumba ya wananchi ni kazi ya county. Lakini mimi nimekuja hapa kusema hata kama hiyo kazi ni ya county,
mimi niko tayari kuweka pesa ya serikali ya kitaifa katika hiyo kazi. Nimemwambia gavana wenu inahitajika milioni 400 sawa sawa ya kupeleka maji kwa manyumba 60,000 ya watu wa Vihiga County. Mimi nimemwambia gavana, wewe kwa hiyo milioni 400, wewe toa milioni 100, mimi nitakupatia shilingi milioni 300. Ndio maji ifike kwa nyumba ya wananchi hawa. Na tayari niko na hiyo pesa kwa budget ya mwaka huu. Wewe gavana ujipange my friend, kwa sababu maji tunataka kufikisha kwa wananchi hawa. Tuko pamoja? Mimi nashukuru gavana wenu. Gavana wenu tayari ameniambia ameweka the first 50 million kwa budget ya mwaka huu. Na mimi nataka nitangaze nikiwa hapa Vihiga. Pale zamani mwisho wa mwaka counties walikuwa hawapati pesa yao yote from national government. Mimi nataka gavana wenu hapa ni shuhuda. Mwaka huu nimehakikisha ya kwamba hakuna hata senti moja imepaki kule national government ambayo ni ya Vihiga County. Nimelipa pesa yote ya county, nimelipa pesa yote ya CDF. Sasa watu wa CDF wa bunge waendelee na kazi, county government waendelee na kazi, kwa sababu pesa walikuwa wananidai, mimi nimelipa pesa yote. Sijui kama tunaelewana jameni, watu wa Vihiga tunaelewana? Na nimekuja hapa hiyo mambo ya maji, na mimi nataka niwaeleze hivi. Hiyo mradi na mpango tunaanza mwaka huu. We are going to do the procurement. Na mimi nataka nirudi hapa kabla ya Disemba. Nikuje hapa kabla ya Disemba tuanzishe hiyo mradi ya kupeleka mifereji. Kwa sababu hiyo mpango iko na mfereji kilomita 120 ambayo itafikisha maji kwa manyumba yenu. Tumeelewana jameni? Wauli ile. Tunaelewana? Kabisa. Vile vile, jambo la pili, mimi niliwaahidi ya kwamba tutapanga mambo ya soko. Si ndio? Tulisema mama mboga mpaka afanye biashara mahali kuna heshima, mahali kuna maji, mahali kuna choo, mahali kuna stima, mahali kuna usafi. Si ni kweli? Kwa budget hii ya mwaka huu nimeweka bilioni 15 ya kujenga masoko Kenya 400. Mimi nataka tukubaliane na nyinyi. Sawa sawa? Hapa Vihiga tunajenga soko pale Cheptulu. Sawa sawa? Tunajenga soko hapa Majengo. Hapa Sindikiza hapa tunajenga soko ya kwenu hapa. Soko ya Muluanda tumepangia iko katika bajeti yetu ya mwaka huu. Soko ya Wemulabi hapa chini tumepanga iko katika mpango yetu ya mwaka huu. Tunaanza na soko 5, alafu tutakuja kujenga main market ya hapa Mbale, kwa sababu tunataka kuhakikisha kwamba hawa wafanyabiashara wanafanya soko mahali, wanafanya biashara mahali kuna heshima. Nyinyi mnanielewa? Naelewana jameni? Vile vile mimi nataka niwaeleze hivi. Mimi wakati nilisimama hapa niliwaambia hii maneno inatusumbua, ile ya CBC niliwaambia nitatatua. Niliappoint kamati inaitwa Presidential Working Party. Mambo matatizo tulikuwa nayo ndani ya CBC tumeyatatua. Shida kubwa ambayo tulikuwa nayo ni walimu ambao walikuwa wachache shuleni. Mimi nataka niwaambie watu wa Vihiga vile nawaambia watu wa Kenya. In the last 8 months nimeajiri walimu 55,000, walimu ambao hajawahi kuajiriwa katika taifa letu la Kenya. Huyu Omboko Milemba ambaye ni mwenyekiti ya KUPPET, yeye ni shahidi wangu, huyu Omboko Milemba. Si ndio? Na mimi nasema hivi, tunaajiri walimu kwa sababu elimu ni ya muhimu sana kwa taifa letu la Kenya. Mahali ambapo usawa inapatikana ni pale kwa elimu. Mtoto wa tajiri na maskini wako sawa wakipata elimu. Mtoto wa mama mboga na bodaboda na rais watakuwa sawa wakipata elimu. Na ndio tunaweka pesa nyingi kwa mambo ya elimu, na mimi nataka niwahakikishie watu wa Vihiga vile nawahakikishie watu wa Kenya. We are going to make sure that every child who goes to school has an opportunity to learn. Tunaelewana jameni? Tuko pamoja? Vile vile nimesema watoto wenu ambao wanaenda kwa Technical Training College na watoto wanaenda university, tumekuwa na shida kubwa kwamba ma university iko na mashida ya madeni.
hiyo madeni nimeketi chini na vice chancellors wote na tumekubaliana mfumo mpya ya kuhakikisha kwamba watoto wetu wote wakienda university wanapata scholarship. Tunabadilisha, sio grant tena kwa university, ni scholarship kwa kila mwanafunzi. Ndio tuhakikishe ya kwamba mtoto wa mama mboga ambaye ako chini tunampatia 100% scholarship. Mtoto yangu na Musalia na Sloya tutawapatia scholarship ya 20% ama 30%. Ile ingine mimi nitalipa, Musalia atalipa, Sloya atalipa. Lakini mama mboga tunapatia 100%, bodaboda tunapatia 100%, na wale wengine watu wote wa huko chini tunawapatia 100%. Tunaelewana? Tuko pamoja? Vile vile tulikubaliana lazima tutatue tatizo ya mambo ya chakula. Si tulikubaliana ya kwamba tupunguze gharama ya maisha? Ni kweli ama si kweli? Si tulisema tupunguze gharama ya unga? Mimi nataka niwaambie hivi, unga haitoki kwa soko, unga inatoka kwa shamba. Kama unataka kutatua tatizo la unga, enda shambani. Na ndio nimepanga ama namna gani bwana? Ni kweli ama si kweli? Ni kweli ama si kweli? Mimi nataka nikuulize wewe mtu ya hapa Mbale, hata ukiweka sufuria kwa kichwa ufanye maandamano, bei ya unga itashuka? Sio ni upuzi? Sio ni ujinga? Mimi nawaambia jameni, ndio mimi niliwaambia tutapunguza gharama ya mbegu ya mbolea. Mwaka huu ile mbolea mulikuwa mnanunua 7,000, nimerudisha mpaka shilingi 3,500. Na mimi najua hapa Vihiga muko tayari kupanda mara ya pili. Ni kweli ama si kweli? Mimi namwambia gavana wetu bwana Otichi leo wako hapa. Ile cereal board iko hapa. Mimi natuma mbolea ya hawa wangwana watu wa Vihiga, na tumekubaliana na gavana nikilete mbolea hapa Vihiga, yeye atasukuma ifike kila ward kule chini. Na pia msimu huu kuanzia ile mnaenda kupanda saa hii, ile ya 7,000 niliwaambia imekuja 3,500, lakini sasa natoa tena 3,500. In the next 2 weeks hiyo 3,500 nitakuwa nimeteremusha, imekuja 2,500. Nyinyi mnanielewa? Sawa sawa. Kama kuna maandamano mtu anataka kufanya, afanye maandamano ya kwenda shambani, kwenda kulima. Hivyo ndio tutapunguza gharama ya chakula. Ama namna gani boss? Hata huyu jamaa anakubaliana na mimi. Tuko pamoja watu wa Vihiga? Waulile. Ama namna gani? Vile vile mimi nataka niwaambie hivi, mbali na kutatua matatizo ya chakula, mbali na kutatua matatizo ya masomo, vile vile lazima tupange ajira ya hawa vijana. Vijana muko? Vijana wa Vihiga muko? Sikizeni. Ile shida ambayo tumekuwa nayo Kenya hii, tunapanga vile watoto wetu watasoma, lakini hatupangi vile watoto wetu watapata ajira. Si ni lazima tukipanga mambo ya masomo tupange mambo ya ajira? Ndio mwaka huu kwa mara ya kwanza nimeweka katika budget mpango ya ajira ya vijana wetu. Mumesikia mpango ya housing. Nimesema kupitia mpango ya housing mimi nataka kutafuta ajira 1,000,000 ya vijana wa Kenya. Vijana wa Vihiga mko tayari kwa hiyo kazi? Vijana wa Vihiga mko tayari? Na mimi narudi hapa next month kuanzisha hiyo program ya housing. Tayari nimepata shamba hapa ekari 2 na kuja kuanzisha the first 200 houses. Nia yangu ni kujenga nyumba 5,000 hapa Vihiga. Kwa sababu Vihiga kwanza nyinyi ndio mnatakikana muwe mstari ya mbele, kwa sababu ardhi yenu imekuwa kidogo. Ni kweli ama si kweli? Si kila mtu sasa anaishi eka 1.2 ama namna gani? Tukiendelea kukatakata hiyo shamba tutakosa mahali ya kuzalisha chakula. Mimi nataka tufanye settlement, na mimi nataka nimekubaliana na gavana wenu. Yeye atatafuta shamba, mimi nitatafuta pesa ya kujenga, na nyinyi vijana mtakuwa tayari kufanya hiyo kazi. Vijana mko tayari? Ama nyinyi ni wale wa kuchagua jembe? Kazi ya plumber ikipatikana si mtafanya? Na ya electrician mtafanya? Na ya carpenter mtafanya? Na ya mason mtafanya? Na ya ile ingine yote mtafanya? Si tulikubaliana kazi ni kazi? Ama tulikubaliana namna gani watu wa Vihiga? Tuko pamoja? Tunaelewana? Vile vile nimekubaliana na huyu gavana wenu
ya kwamba wakulima lazima tupange soko ya sawasawa ya wakulima, na ndio nimekubaliana na yeye County Aggregation and Industrial Park. Hawa county wataweka milioni 250, mimi nitawapatia milioni 250, tuwe na County Aggregation and Industrial Park ya Vihiga County, mahali ambapo kutakuwa na cold room, mahali ambapo kutakuwa na storage, tufanyie value addition, tufanye agro processing, ili wakulima waweke pesa ya kutosha mfukoni, na hawa vijana tuwapangie ajira, kwa sababu we have to create opportunities for employment of the young people of our country. Vihiga, mnanielewa jameni? Vihiga, mnanielewa? Na nimesema hivi, ile mazao, ile vifaa yote, ile mambo yote ambayo tunaagiza kutoka Marekani, sijui China, sijui Ulaya, sijui wapi, ile ambayo inaweza kupatikana hapa Kenya, hatutaagiza tena. Mimi nauliza nyinyi watu wa Mbale, kwa budget hii, huyu Suloya atawaambia, huyu Omboko Milemba atawaambia, nimesema kwa hii budget hakuna vile tutaagiza samaki tena kutoka China ama kutoka Marekani. Hakuna vile tutaagiza furniture ati kutoka Marekani. Hakuna vile tutaagiza sijui chuma, sijui simiti. Tuko hapa na viwanda ya kutosha, hawa vijana wetu wafanye ajira, wafanye kazi, tuzalishe hiyo mambo yote, tuache kuagiza, ipatikane hapa Kenya. Nyinyi watu mnaniunga mkono tuende hiyo barabara, ama mnasema tuendelee kuagiza vitu kutoka ng'ambo? Mnataka tuendelee kuagiza vitu kutoka ng'ambo? Nimesema wale wanataka kuagiza ati kitanda. Mimi nataka niwaulize watu ya Mbale, ati kitanda mtu anaenda kuagiza kutoka Marekani? Kitanda, kwani kitanda inahitaji ujuzi gani? Si kitanda ni mbao na randa na msumeno na nyundo na msumari, si kitanda iko tayari? Sasa mtu anaenda kuagiza kutoka ng'ambo akuja afanye kazi gani hapa? Si tutengeneze hapa, na hawa vijana mko tayari ama ni namna gani? Kwani hawa vijana tuwapeleka kwa TVET na Polytechnic wanaenda kufanya kazi gani? Sijui kama tunaelewana. Mimi nimesema hiyo kazi itafanyika hapa Kenya. Kwani nimefanya makosa kusema vijana wetu wafanye hiyo kazi? Mwambie hao watu wawache kupinga finance bill. Mimi nataka nipange ajira ya hao vijana. Ama namna gani jameni? Tuko pamoja hapa Mbale. Mnanielewa? Waulile. Tutatembea pamoja. Mimi nataka niwaulize, mnataka tupange ajira ya hawa vijana, na tupange masomo ya watoto wetu, na tupange vile ya kuzalisha chakula, ama mnataka tuendelee na maandamano tupiganishe watu kwa Kenya? Nyinyi ni watu wa kupanga maandamano? Mimi nimewaambia hawa watu wa kupanga maandamano wawache mchezo. Nimewaambia wawache mchezo. Kama wanataka maandamano, kwanza warudishe watoto wao wamewapeleka kule bunge ya East Africa, na waweke bibi zao na watoto wao mbele ya maandamano. Wasitumie watoto na familia ya watu wengine kufanya maandamano na watoto wao wako nyumbani. Hiyo ni upuzi. Ama namna gani my friends? Sijui kama tunaelewana. Mimi nataka niwaulize, sisi ni nchi ya demokrasia. Sisi ni nchi ya amani. Kila mmoja wetu hapa anataka nafasi ya kujisimamia, kufanya biashara yake, kuendesha kilimo yake, tufanye mambo ambayo itabadilisha maisha ya watu. Mimi nimewaambia hawa ndugu zangu, wacheni mambo ya maandamano ya vita. Mnaharibu mali ya watu, mnaharibu biashara ya watu, mnapiganisha wananchi. Damu inamwagika katika taifa letu la Kenya yenye haina maana. Hawa wananchi tulienda kwa uchaguzi na hawa wananchi walimaliza uchaguzi. Mulimaliza ama kuna yenye imebaki? Si mulienda mkapiga kura? Kuna yenye mulibakisha ati mtapiga siku nyingine? Filipigwa ikaisha. Na kama mtu wako na anajisikia, si 2027 niko hapa mbele, si wakuje tena tuwanyoroshe mara moja kabisa ya mwisho? Ama mnasemaje Vihiga? Ama mnasemaje ndugu zangu? Mimi nataka niwaulize watu wa Vihiga. Nyinyi ni watu wa maandamano ama maendeleo? Hebu nione watu wa maendeleo hapa, nione watu ya maendeleo. Wananchi wanataka tupange maendeleo jameni. Tunataka tupange ajira ya hawa vijana. Mimi nataka niwaambie, lakini nyinyi watu wa Vihiga mko na maneno. Unajua ile hustler fund? Si niliwaambia iko hustler fund. Sasa unajua watu wangapi Vihiga wako wamebeba pesa ya hustler fund? Watu 1178.
Na mimi naona nyinyi mko hapa. Na kuna wengine hawajalipa. Mimi naona ati mumelipa bado, lakini wacha niwaambie story. Kwa wale watu wote wamechukua pesa ya Hustler Fund 70%, mimi nawashukuru 70% wamelipa. Mimi nasema pongezi. Wale 30% tutaongea hapo mbele. Hamwezi kunihepa. Mimi nitawapangia hapo mbele. Sawa? Lakini sikizeni. Sawa sawa. Sasa niko na awamu ya pili. Nimewapangia tena kama nyinyi mko group hawa kina mama, si ndio? Wale kina mama mko hapa sokoni. Unganeni wa mama 10, mimi tutawapatia kati ya 20,000 na 1,200. Nyinyi watu wa bodaboda, unganeni watu 10, tutawapatia kati ya shilingi 20,000 na 1,200. Nyinyi msukume gurudumu yenu, mfanye biashara yenu, na mkilipa mnaongezewa mpaka itafika shilingi 1,000,000 mkitaka. Lakini ukiepa na shilingi 500, adhara ni yako. Ama namna gani? Sijui kama naelewana. Unajua sasa wewe ukihepa na 500 utakosa 20,000. Sasa hiyo ni mpango mzuri kweli? So unaona hapo umeanguka mtihani. Ulipe hiyo 500 ndio ungojee hata ifike 20,000 ndio upange vizuri. Lakini ukihepa na 500 wewe ni mtu bure tu. Ama namna gani? So watu wa Vihiga, mimi sitaki kusema sana. Mimi nimefurahi sana kufika hapa nyumbani. Na mimi nataka niwaulize jameni, tuungane. Tafadhali na waomba wa Kenya wote. Uchaguzi tumemaliza, sasa tupange mambo ya maendeleo ya taifa letu la Kenya. Hakuna haja ya kupiganisha wa Kenya. Hakuna haja ya kulete fujo, hakuna haja ya kuharibu mali, hakuna haja ya kupoteza maisha ya wananchi wetu. Ile ya muhimu ni tupange vile ajira itapatikana, vile tutazalisha chakula ya kutosha, vile kila mtu atafanya biashara yake, na vile tutapeleka taifa letu la Kenya mbele. Mimi nawapenda sana. Mnanielewa? Hapa tuko na viongozi. Wacha niite, kuna kijana anaitwa Kimani Ichung'wah. Mulembe handi.